Bwana, kwa mara nyingine tena nakuletea deli hapa la kutisha kuhusiana na Nditi Online TV. Mtazamaji, Nditi Online TV na kuletea vitu adimu sana. Leo bwana, kupromoshia deli hapa laitwa The Cyborg. The Cyborg ni movie moja ya Van Damme. Abuli ni Cyborg namba 1 tuseme, tuite namba 1 sababu zile Cyborg nyingi zilitokea lakini hazikuwa famous sana, lakini hii ndio ilishika, unaona? Hii ndio ilishika sana na kutikisa vijana wengi wa miaka hiyo. Movie la mapigano, movie la action. Niliwahi kutamba sana. Ili movie bana, ukiliangalia la watu kibao mastaa pale Hollywood walofanya vizuri sana wakiwa wanatengeneza ile dude. Sterling anatajwa kama ni Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme yuko pale, moja wa staa kubwa sana, lakini pale kuna mtu anaitwa Deborah Richter. Deborah Richter. Yeye ukimwangalia anacheza kama Nadie Simons. Unaona? Nadie Simons. Kuna Vincent Clean. Vincent Clean anacheza kama Fender Tremolo. Aliitwa Fender Tremolo kwenye ile dude. Unaona? Kuna Dale Hardon. Dale Hardon alikuwa aitwa Perry Prophet. Perry Prophet. Lakini kuna mtu anaitwa Alex Daniels. Yeye aliigiza kama Marshall Strutt. Lakini pale pale kuna mtu anaitwa Blaze Long. Aliitwa Furman. Blaze Long. Lakini vile vile kuna mtu anaitwa Ralph Moller. Jamaa alikuwa anamkubali sana. Majude kibao aliibuka, alitokeza kwenye majude mengi sana ya movie ya kutisha. Ralph Moller aliigiza kama Brick Bado. Alafu kuna Harley Peterson aliigiza kama Harley. Na kuna Terry Batson aliigiza kama Mary. Alafu na Jackson Rock aliigiza kama Peckney. Unaona? Hii movie bana inajitengenezweje bana? Unajua hii movie historia yake ilikuwa ni hii hapa. Ilikuwa uifahamu ndio hii hapa. Kuna kampuni inaitwa Canon Films ilipanga kutengeneza movie moja ya mwaka 1987 ikaitwa He-Man. Unaona? Wanataka kuitengeneza pale sema inaitwa Masters of the Universe. Sasa walikuwa na project kama mbili hivi kutengeneza hiyo movie ya He-Man na Spider-Man. Lakini alitoka shoot hizi video, hizi filamu alikuwa producer mmoja Albert Pune. Albert Pune alikuwa afanya hiyo kazi. Lakini ukiangalia kampuni ya Canon ilikuwa na changamoto kubwa sana ya kifedha, yani ilikuwa inapitia wakati mgumu sana kupata pesa. Ikabidi cancel hizo filamu kwa sababu ilikuwa haina pesa. Unaona? Ika cancel deal na ikavunja baadhi ya mikataba. Lakini jamaa wakachokifanya walikuwa wanahitajika watumie kama hiyo filamu kama He-Man na Spider-Man zote kwa mbili zilikuwa zinahitaji zitumie dola milioni 2. Unaona Zingekula dola milioni 2. Sasa jamaa akaona hii mbona kazi afu kampuni ina changamoto nyingi. Basi jamaa akaamua wakapata mawazo bana, tuachane tupige chini hizi filamu mbili, tuunde nyingine ambao tutauza sana. Alafu tukishauza sana tutaweza kufidia madeni na kila kitu. Unaona? Lakini tuandike nyingine hizi tuziache ambao tunahisi itauza sana. Basi Pune asanipe muda. Pune akaenda akaandika hiyo The Cyborg. Ilikuwa ni siku ya weekend, siku ya Ijumaa, akajifungia akaandika The Cyborg. Alipoandika The Cyborg, akilini akaenda akamtafuta Chuck Norris. Chuck Norris. Alipomtafuta Chuck Norris, ikawa tayari amepata wazo hilo kwamba mimi naenda kutumia Chuck Norris. Lakini mawazo yake akamshirikisha producer mwingine aitwa Menahem Golan. Alikuwa ni producer msaidizi. Menahem Golan. Yeye akapelekeza Jean-Claude Van Damme. Sababu hii movie haimfai Chuck Norris. Hii tupeleke Van Damme. Chuck Norris tukawa tumekosea kidogo. Unaona? Basi jamaa wakaingia location, wakaifanya kwa dola $500 tu. Wakatumia la ndogo sana sababu ilikuwa wanatoa kifedha. Unaona? Hata angalia location zao kuziangalia sio za gharama mwanangu. Jamaa wakaingia wakatumia hela ndogo sana, wakutaka iwe kubwa. Lakini vile vile wakutaka kwa location muda mrefu, wakatumia siku 23. Unaona? Ikashutiwa pale Wilmington, North Carolina. Unaona? Kaingia kushutiwa. Jamaa wakaingia pale, wakafanya shughuli yao vizuri, ikaenda. Sasa kwenye kushuti watakuja mkosi mwingine bwana. Jackson au unaweza kumuita Rock Peckney, yeye alicheza kama Fender. Alipoteza jicho wakati wa kushuti. Alikatwa na Van Damme kwa bahati mbaya. Kwa kifusu chake. Jamaa alichokifanya akaenda mahakamani akamshtaki Van Damme pale North Carolina Court, ambako Van Damme akamlipa dola $485,000. Dola $485,000 kumfidia jicho lake. Van Damme akaingia shoti. Van Damme kama Van Damme, sio kampuni. Kampuni haikuingia shoti yoyote. Kwa sababu bana hiyo kazi hii mambo kama mmeumizana bana, si atoka tuma hivyo. Action zenu ndio hivyo bwana.
Lakini unaambiwa scene ilizokuwa ngumu zaidi kwenye movie ni scene moja ilichezwa kijijini pale ambako yule jamaa Vincent Clean aonekana na kundi lake wale pirates wale wanakwenda kuteketeza kijiji fulani hivi, wakaua koo nyingi sana pale, wakaua watu wengi sana. Ile scene ilikuwa ni ngumu sana sababu ilikuwa na mapigano mengine kama hata kwa ukweli, lakini watu wali panic pale kwa bonge la scene unajua. Lakini nani alikuwa anamfundisha Van Damme mapigano? Maana kuna mtu maalum alikuwa anamfundisha Van Damme jinsi ya kupigana. Yaani pale ndio mpigane. Kwenye kupigana kuona mwalimu. Yule mwalimu anahusisha mwalimu wa martial nini? Bwana unatakiwa mchezeje? Mtaalamu alimchukua Morocco anaitwa Michel Kisi. Yeye ni Morocco jamaa Mwarabu. Michel Kisi ndio alikuwa anamfundisha Van Damme. Afanya hivi, pangua, rusha hivi. Unaona Kwa ngome ikawa tayari. Kufika mwezi Aprili 7 mwaka 1989 ikawa imeachiwa. Lakini hii Cyborg ilichelewa sana kuingia pale Philippines. Kuna makosa yalifanyika kidogo sababu lilienda jina la tofauti. Ilita First Hero. Unaona ikaenda kinyume. Kwa hiyo ikabidi zinduliwe miaka mingi sana kama miaka 6 mbele. Yaani tarehe 16 mwezi wa 8 1995. Kwa Filipino walichelewa kuiona Cyborg. Unaona Kwa hiyo katokea jamaa ikawa imeshazinduliwa pale, imeachiliwa na watu kibao wakapata kuiona. Lakini hii movie bana ukiangalia inavyoanza kuna maneno yanaonekana pale. Yale maneno yanatamkwa na bwana Vincent Clean mwanzoni kabisa. Mwanamuziki Method Man alinunua baadhi ya zile haki kwenye wimbo wake mmoja akafanya kama ndo wimbo unaitwa Judgment Day. Utafute wimbo Method Man. Mwanzoni kabisa kuna maneno aliyachukua kwenye ile filamu akayafanya kwamba ndo introduction ya wimbo wake unavyoanza. Lakini alikuwa anatamkwa ile mwamba Vincent Clean. Alikuwa anatamkwa. Lakini ukiangalia nini kilitumika kule ili kufanya kukamilisha zoezi, unaangalia tu nakatana mapanga pale, damu ni nyingi sana. Unajua damu ilikuwa nini? Jamaa walitumia sana materials za nyanya nyingi sana kuhakikisha wanakamilisha. Unajua kuna wengine wanatumia damu ya ng'ombe ambayo ni mbichi lakini walichanganya na chumvi, wanasema kama sio chumvi sukari, lakini kitu kama hicho inakuwa haigandi. Kwa hiyo ni rahisi kucheza nayo. Kwa jamaa walichokifanya wao walitumia sana material aina ya nyanya kuzitengeneza zikae katika mfumo wa damu. Ndio kilichotokea pale. Unaona hiyo movie hiyo. Kwa hiyo jamaa wakaangalia jinsi walivyotumia fedha ndogo sana mwanangu kuhakikisha wanakamilisha hilo deal. Unaona? Kwa hiyo jamaa wakawa wamekamilisha deal hilo hapo kwa kutumia material za bei ndogo ili kuhakikisha mambo yanaenda sawa sawa. Bwana, majina yangu ni Silas Faustin Nditi, tukutane wakati ujao.